nilipofika hapa, kuna kijana kaingia hapa kijijini, anaitwa Mpejiwa. Anaonekana na nguvu za ajabu. Hivyo basi, naomba uende kwa yule kijana aliyopo pale shambani. Fanya juu chini akuoe, ili tumtumie yeye kuweza kujua nguvu za Mpejiwa ziko wapi. Ndiyo mkuu, nimekuelewa. Pole. Asante. Kwa nini unalia? Wewe ni nani kwanza? Mimi Kidawa. Kidawa? Najua kila kitu. Wewe si mleko uliyefiwa na mkeo miezi miwili iliyopita? Ndio mimi. Wewe umeyafahamu vipi haya? Nakufahamu muda mrefu tu. Kwa heri. Lakini Mpanga. Naam. Huyu jamaa bana ameshakuwa msumbufu sana. Tunaenda kumpitia mara ya mwisho leo. Sina kumbuka hata kwenye kule mzee tulienda kuchukua hela yake. Katika msiba wa mke wake uliotokea. Tunaenda kumalizia. Kwa kweli twende kumalizia ile kwanza shamba. Twende tukampitia sasa hivi. Tutaona sasa atasemaje. Akizingua sisi tunaenda shambani, tunapiga kazi, tunamaliza. Hapo nakumbuka chanzo ni yeye. Yeye ndo alitupeleka kule kwenye hicho kibarua. Hapo anazingua bado sana. Naita masiala. Tuwai sasa. Sawa, hamna shaka. Alafu tukitoka huko, sikia tukitoka shambani. Kumbuka kwenda wapi? Ziwani. Kama kawaida yetu. Masaa yanaeleweka kama kawaida. Au vipi? Kama kawaida. Sema una akili wakati mwingine wewe. Hamna. Kuna wakati unajifyatua, kuna wakati akili zinakaa vizuri. Nilikuwa tu kama vile wazungu basi tunagawanya kidogo muda. Au sio? Karibuni. Asante. Habari za asubuhi. Salama, habari kabisa. Safi. Na vipi, mbona asubuhi nyumbani kwangu? Umesahau kwamba leo tunaenda kumalizia ile shamba kufyeka au? Ni kweli, lakini kwa siku ya leo nilikuwa natoka kidogo. Kuna mahali naelekea. Unajitoa kabisa ufahamu, si ndio? Umesahau kama kuna hela ambayo uliochukua tukaitumia kwa ajili ya yale matatizo yaliyoisha. Nituwe tu ukamalizia shamba. Yaani mimi namshangaa. Anaanza kuleta maneno mengi wakati yale tulikula wote. Ni kweli, lakini nikijaribu kuangalia sababu sehemu ambapo naelekea ni muhimu sana. Kwa kitu nataka niseme. Acha kweli useme. Sisi tumefikiri matatizo pamoja na hivyo pamoja watoto kupotea kwenye hivi.
Ni kweli kuna haja ya kwenda kwenye mti wa mizimu ili tukajue chanzo cha haya matatizo ni nini. Maana tunakuelekea ni kubaya zaidi. Ni kweli. Yaani katika siku ambazo umezungumzeni pointi ni leo. Yaani leo umezungumzeni kitu cha pointi kabisa. Kwa sababu nikiangalia kwamba kwenye kijiji hiki vifo vimezidi, watoto kupotea. Nikikumbuka kama juzi, mtoto amepotea kwa akaelekea sehemu ambapo hapajulikani na hatujui kwamba ameenda wapi. Sasa tunachelewa wapi? Hebu tuendeni. Sababu nikiangalia matatizo ambayo yanasumbua kijiji hiki. Ndio hivyo. Wewe unakumbuka kama juzi bado kuna mtoto kapotea ghafla tu? Paulina! Mbona makelele sana? Kuna nini? Ulifanya nini asubuhi kwa hiyo mama? Nilifanya nini? Umenivisha aibu sana. Fanya ukaombe msamaha. Eti nikaombe msamaha. Na ukichaa. Nina akili mimi. Nikaombe msamaha kwa yule mama. Tena kama amekutuma, kamwambie mshenzi kunguru mweusi. Na wewe, naomba uondoke. Uondoke bwana. Kuondoka nitaondoka. Lakini utajutia kwa hiyo unayoyafanya. Eti nikamwombe msamaha. Utajutia. Wewe vipi wewe? Nenda bwana. Kidawa, habari yako? Safi, mambo. Poa, mambo vipi? Poa, za kwenu? Safi. Habari zenu kaka? Salama. Habari wewe? Salama. Mnaelekea hapo, maji wala moto sana? Hapa tunapoelekea tunaelekea kwenye mti wa mizimu. Tukaangalia chanzo cha matatizo haya, kwa sababu nikiangalia matatizo yamekuwa ni mengi kuliko maelezo. Watu wanakufa, wanapotea watoto, hatujui wapi wanaelekea. Bana Kidawa. Kweli natoka tuende tukamalize ile shamba letu. Alafu yule mzee unajua tunamdai hela yetu. Ni kweli. Amebaki na hela zetu nyingi. Ina maana tuanze shambani au tuanze kwa mzee? Inabidi tuanze kwanza, tupate kwanza hela. Maana hela kwanza. Hiyo ndio point. Hela kwanza. Jamani wewe. Mlekwa? Naam. Kupanga? Naam. Uganga? Naam. Mnakwenda wapi? Tunaelekea kwenye mti wa mzimu. Mti wa mizimu? Ndio. Mti wa mzimu imekuwa tena huku? Si kule. Kidawa. Kidawa? Ndio, Kidawa. Baada tu ya kukutana na yule binti. Yaani kama sijielewi kabisa. Yaani nimeshindwa kujielewa kabisa. Na kweli nahisi yule binti ana nguvu za kichawi. Mbona hii siwaelewi? Alafu hamuoni kwenda kwenye mti wa mizimu ni hatari kwenu? Pale anafika mtabiri na mganga mkuu cha kuwasaidia. Nendeni kwa mtabiri mkamweleze shida zenu zote, atawasaidia kwa elimu. Laana inatutesa, laana yatumiza, laana inatutesa, laana
yatumiza, uchawi umezidi. Mtukufu mtabiri, tuko hapa kutaka kujua nini kinaendelea kwenye kijiji chetu, maana vifo na matatizo yanazidi kuongezeka kwenye kijiji chetu. Na ndio maana tuko hapa, mtukufu mtabiri wa Ilonga. Sina majibu fasaha ya kuwapa, maana mizimu imenyamaza kimya. Lakini lipo tumaini, mnaweza kwenda mtarudi wakati mwingine. Asante mtukufu mtabiri. Habari zenu jamani? Salama. Habari za kwenu? Salama. Mpanga, umetoka wapi? Eti Kwa mtabiri. Lakini mizimu imenyamaza kimya. kwani kunyamaza kwa mizimu ni ishara gani? Nyamaza kwa mzimu, ishara ya machafuko. Haya, kwa elini. Nimesikia. Kazi tunayo. Kuna matatizo mingi. Lana kejeje, lana kejeje, lana kejeje. Sawa sawa. Wewe ni nani?
kijiji kinalana, kinalana, kijiji kinalana, kinalana. Tutafanya nini sie? Kijiji kinalana, kijiji kinalana. Watu wamepotea, watoto wanapotea.